Hivi Hasani, labda nikuulize tu, hivi huoni kama mimi na wewe tuna tofauti kubwa sana kuwa kama wapenzi? Alizungumza Ashura huku akitoa kicheko cha dharau. Kwanza wazazi wangu wana uwezo, wewe hata sare za shule zenyewe zimechanika. Matokeo yangu ya kila muhula nakuwa kati ya watoto 5 bora. Wewe mwenzangu, kichekesho. Sijui tunakuwa wangapi? Na yakumbuka haya maneno hadi leo. Yalikuwa maneno makali sana, lakini ni maneno yenye ukweli mtupu kutoka kwa Ashura. Naam, maneno yalibadilisha uelekeo wa maisha yangu. Jina lake aliitwa Ashura. Ni msichana mzuri wa sura, mrefu, rangi ya chungwa, msichana mwenye kujiamini, lakini zaidi ya yote ni msichana mwenye akili darasani. Niamini mimi, kama wewe ni mwanaume rijali, basi bila shaka yoyote usingeweza kumpisha bila kumgeukia binti huyu. Kama ulipata bahati ya kupishana naye darasani kwetu, nako kila mvulana alitamani kuwa naye karibu. Tatizo lake lilikuwa moja tu. Wote waliomwandikia barua za kumtaka kimapenzi alikuwa anazisoma mbele ya darasa. Kitendo chake cha kusoma barua mbele ya darasa kilileta taharuki kubwa sana na aibu kubwa sana kwa wahusika. Swali langu kwa muda mrefu lilikuwa, nitampataje huyu binti? Ni swali nililokuwa nikiliwaza kila mara, japo nilikuwa na umri mdogo, kipato duni cha wazazi, lakini zaidi ya yote nafasi yangu darasani ilikuwa kati ya watoto dhaifu zaidi, mara nyingi nikiwa kati ya watoto 10 wa mwisho. Kusema kweli, shule haikuwa kipaumbele sana kwangu. Kwa hivyo Ashura ndo alikuwa kama kichocheo cha mimi kuja shule. Yaani kila ikifika ule muda wa kurudi nyumbani jioni, natamani kesho ifike tena mapema. Lengo kubwa ni muone tu Ashura. Na kwa jinsi nilivyompenda, nilikuwa naona wivu kila mara mvulana yoyote akimsogelea na kuongea naye. Ama kwa hakika Ashura alinikamata haswa. Basi bwana, nakumbuka Jumatatu moja hivi mida kama ya jioni niliamua kumsubiri Ashura kwenye njia ambayo alikuwa anapita akienda tuition. Kidume nilikuwa nimevumilia vya kutosha, na pia nilichoka kula kwa macho. Lingine kubwa ni kwamba niliamua nikutane naye ana kwa ana ili kuepuka ile fedheha ya kumwandikia barua na kusoma darasani. Hakika ningeumia sana, na nadhani hiyo ndio ingekuwa mwisho wangu wa mimi kwenda shule. Basi haikupita muda sana, Ashura akatokea. Alikuwa anaendesha baskeli yake kutoka nyumbani kwao kuelekea tuition. Ashura, Ashura, nilimuita ili asimame. Amini nakwambia, wakati huo wote nilihisi moyo wangu unanisukuma mbele na kunirudisha nyuma. Mara nasikia mwangwi wa sauti mbili moyoni mwangu. Moja inaniambia nenda, nyingine usiende. Nenda, usiende. Nikasema potelea mbali, ngoja niende tu. Bila iana, mtoto wa kike akasimama. Baada ya kusimama, nilimwendea taratibu ili nimweleze ya moyoni. Nilimweleza ni jinsi gani nilivyokuwa nikimpenda kwa muda mrefu sasa. Zaidi ya yote nilizungumzia uhalisia wa tofauti za kimaisha kati yangu mimi na yeye. Baada ya kusema yote hayo, Ashura aliniangalia kutoka juu mpaka chini, chini mpaka juu. Alafu kwa dharau aliniambia maneno ambayo sitakuja kuyasahau kwenye maisha yangu. Kwa nyodo huku amebinua mdomo, Ashura aliniambia, hivi Hasani, labda nikuulize tu, hivi huoni kama mimi na wewe kuna tofauti kubwa sana kuwa kama wapenzi? Kwanza wazazi wangu wana uwezo, wewe hata sare za shule zenyewe zimechanika. Matokeo yangu ya kila muhula nakuwa kati ya watoto 5 bora. Na wewe mwenzangu, kichekesho. Sijui tunakuwa wangapi? Kiukweli sikusubiri aendelee kumaliza maneno yake ya kuchoma yaliyolenga kuniaibisha na kunidhihaki. Niliingiwa na hasira, nilimpiga mtama akaangukia baskeli yake.
Wakati najiandaa kushusha buti lingine, akatokea kijana mmoja ambaye alikuwa mpita njia tu. Basi bwana, yule kaka akanidaka juu kwa juu, akanishushia kichapo cha maana. Baada ya kichapo kile, akaamuru nimwombe msamaha Ashura. Kidume nikaamua kupiga magoti, nikamwomba msamaha Ashura ili mambo yaishe pale pale. Jioni ile nilivyorudi nyumbani, nilitafakari mambo mengi sana. Niliwaza ni nini kitatokea kama angeenda kuwasimulia wazazi wake nilichomfanyia, ama angeamua kwenda kunishtaki kwa mwalimu kesho yake. Nilijisikia vibaya sana. Ni kwa nini nilimpiga yule binti niliyempenda? Alichokisema ni kweli, lakini kwa nini asingekataa tu? Kwa nini aliamua kuniumiza na maneno yale? Niliwaza kimoyomoyo. Ni ukweli usiopingika, maisha yetu ya nyumbani ni duni sana. Mzee alikuwa amepunguzwa kazini miezi michache iliyopita. Malipo kiduchu aliyolipwa. Kwa malipo hayo kiduchu, mzee aliamua kujenga nyumba ya nyuma ili kutusitiri. Mzee wetu aliamua kufunika madirisha kwa karatasi za nailoni ili kutukinga na baridi, huku sakafu ikiwa ya vumbi kwenye makazi yetu ya mapya. Katika kipindi chote hicho sikuwahi kuwaza kupiga pasi nguo zangu wala kwenda na pesa ya kula shuleni. Achilia mbali siku ambazo tulilala bila kula nyumbani. Kwa mwonekano tu, mimi nilikuwa mwanafunzi fukara zaidi darasani. Nilikuwa nikirudishwa nyumbani mara kadhaa kwa kukosa michango ama ada ya shule. Zaidi ya yote, nilitolewa mifano darasani ya wanafunzi ambao wanatakiwa wajitahidi ili waweze kukomboa familia zao maskini. Maisha magumu na ufukara uliokithiri ulinifanya nikose kabisa hamasa ya shule. Mara ya mwisho nakumbuka nilikuwa mwanafunzi wa 95 kati ya wanafunzi 109 hivi darasani. Kitendo ambacho kilimfanya babangu akate kabisa tamaa ya mimi kuhusu kusoma na kuamini kwamba sina akili kabisa darasani. Kwa hiyo basi, ili nisipotee na kuingia katika makundi ya wavuta bangi, baba alinisisitiza nisiache kusoma madrasa, na nitakapomaliza darasa la 7 basi atanipeleka kwenye chuo cha ufundi VETA. Ni kweli, hali ya umaskini nyumbani kwetu siwezi kuibadilisha, lakini kufaulu darasani naweza fanya kitu, niliwaza, huku nikiendelea kuwaza maneno ya yule binti mrembo niliyeendelea kumpenda hata kama yeye amenikataa. Nikajiongelesha mwenyewe, nasema hivi, nitamuonyesha kama naweza kufanya vizuri darasani. Kiukweli haikuwa dhamira ya ukweli kubadili mwenendo wangu kitaaluma, lakini ilikuwa ni hasira ya kupiga ngumi ukuta. Shule imepata msomaji leo, makubwa. Yalikuwa ni maneno ya dhiaka kutoka kwa mama zangu wadogo na dada zangu ambao nilikuwa naishi nao pale nyumbani, baada ya kuniona nipo mezani nasoma jioni ile. Niwe mkweli tu, kwa kadri ninavyokumbuka sijawahi kukaa mezani kabla ya siku ile. Kwa maneno yale yaliyoniambia Ashura, niliamua nimdhihirishie kwamba naweza kufanya vizuri darasani. Basi bwana, zoezi la kukusanya madaftari likaanza. Nilikusanya madaftari yangu yote ambayo nilikuwa naandika mara moja darasani. Kutumia koroboi ndogo ya nyumbani, niliamua kutumia angalau saa moja kila siku kurudia vyote ambavyo tumevisoma darasani. Na siku iliyofuata nilisubiri kwa shauku kama Ashura angesimama mbele ya darasa na kunitangaza kama alivyozoea, ama angenishitaki kwa mwalimu kama nilimpiga. Lakini cha kushangaza, Ashura hakufanya chochote kile. Amini na kuambia, kitendo chake cha kukaa kimya kilinipa ahueni sana, maana sijui kama ningeweza kuhimili aibu ile. Kingine ninachokumbuka ni kwamba mara kadhaa nilizokutana na Ashura baada ya tukio, alijitahidi kunikwepa sana. Lakini unajua nini? Hili alikunirudisha nyuma hata kidogo na nia yangu ya kusoma kwa bidii. Cha kwanza kabisa nilichokiamua ni kupenda shule. Darasani nikahama nyuma nilikokuwa nakaa, nikahamia mbele nimsikilize mwalimu vizuri. Nilianza kujibu na kuuliza maswali pale inapobidi. Nilimwomba baba fedha ya madaftari ambayo sikuwa nayo. Nilikopi notes zote za nyuma ili nilingane na wenzangu.
Hali hii kiukweli iliwashtua wengi. Ni dhahiri kwamba wengi walijiuliza ni nini kilikuwa kimenishukia. Niliamua kubadili ratiba zangu, nilitumia muda wa mapumziko kujisomea. Zaidi ya yote, nilianza kuambatana na wanafunzi waliokuwa wakifanya vizuri darasani ili wanielekeze ninapokwama. Kama Waswahili wasemavyo bwana, mgagaa na upwa hali wali mkavu. Miezi michache mbele, jitihada zangu zilianza kuzaa matunda. Mtihani wa kufunga muhula nilikuwa wa 16 darasani, jambo ambalo liliibua taharuki kubwa sana, mpaka walimu hawakuamini kama nimefaulu kwa jitihada zangu, kitendo kilichopelekea mimi kuitwa ofisini na nikapewa maswali kutoka kwenye mitihani ile ile ili kuhakikisha kama kweli nimefaulu kwa jitihada zangu. Jambo la kushangaza zaidi, maswali yote walioniuliza niliyafanya vizuri. Na wakati tunafunga shule, kulikuwa na utaratibu wa kugawa zawadi kwa wanafunzi waliofanya vizuri zaidi. Lengo kubwa ni kuwapa motisha tu. Nakumbuka vizuri, na mimi nilikuwa miongoni mwa wanafunzi waliopewa zawadi siku hiyo. Sio kwamba nilikuwa bora, la hasha, ila tu ni kwamba nilifanya mapinduzi makubwa sana. Mapinduzi ya kutoka kuwa mwanafunzi wa 90 na kitu hadi kuwa ndani ya 20 bora. Mafanikio haya kwa kweli yaliendelea kunipa chachu zaidi, nikaendelea kufanya vizuri darasani. Kulingana na juhudi zote hizi, haikunishangaza mimi kutajwa kutoka nafasi ya 16 mpaka ya 8, ya 8 mpaka ya 3. Huwezi amini, mtihani wa mwaka wa darasa la 7 nilishika nafasi ya 2 darasani. Na sio hivyo tu, mtihani wa mwaka wa wilaya niliibuka kidedea kwa kushika nafasi ya kwanza. Hali hii kiukweli iliibua maswali mengi sana, si tu nyumbani na shuleni pia. Kila mmoja alitamani kujua ni nini siri ya mafanikio yangu. Sasa bana, miezi michache kabla hatujamaliza shule, Ashura alianza kuwa karibu yangu sana. Kikubwa zaidi, alinifuata nimwelekeze somo la hesabu, somo ambalo lilinipa umaarufu mkubwa sana. Nilimwelekeza kwa kadri nilivyoweza, maana sikutaka kulipiza ubaya kwa ubaya. Sasa unajua nini? Baada ya muda tukatokea kuwa marafiki wakubwa sana mimi na Ashura. Urafiki ambao ulikuwa na chembe za kupendana baina yetu. Kila nafsi ya mmoja wetu ilisema ipo siku tutakuwa pamoja. Ngoja tu tuwe wakubwa, tufanikiwe maishani. Wakati namaliza darasa la 7, nilifanikiwa kuwa miongoni mwa wanafunzi wachache waliochaguliwa kwenda shule za ufundi. Ashura naye alichaguliwa shule moja ya kutwa Dar es Salaam. Kwa furaha baada ya kuona matokeo yangu yalivyo bora, baba aliamua kuuza aseti zake na kulipeleka shule ya kulipia, akiamini huko ningekuwa bora zaidi. Najua unataka kujua ni nini kilitokea kati yangu mimi na Ashura mwishoni. Nitakwambia, usiwe na papara. Baada ya kumaliza shule, mawasiliano yetu mimi na Ashura hayakuwa mazuri. Hii ilitokana na umbali uliopo kati ya shule zetu, lakini kikubwa zaidi ni kutokuwa na simu. Tuliendelea hivyo kwa muda, lakini baadaye mawasiliano yalikata kabisa. Mara ya mwisho nilisikia amehamia Afrika ya Kusini. Hii ilikuwa ni baada tu ya kumaliza kidato cha 4. Sikubahatika kupata mawasiliano naye licha ya juhudi kubwa sana nilizozitumia kumtafuta kupitia rafiki zake wa karibu. Kiukweli, ninapotafakari mwenendo wa maisha yangu kitaaluma, nafarijika sana. Nafarijika hasa nikikumbuka nilipotoka. Nimetoka kwenye maisha magumu sana yasiyokuwa na mwelekeo hadi sasa ninavyomaliza shahada yangu ya uzamivu, yani PhD. Japo sipo na Ashura kama mke wangu, nimebahatika kupata mke mzuri sana ambaye amenizalia watoto 4. Somo kubwa maishani, nimejifunza kutokukata tamaa kabisa. Na la muhimu zaidi ni kwamba chachu ya mabadiliko ina uwezo kutokea upande wowote ule. Jambo lingine nililojifunza ni kwamba wazazi wanahitaji kuwa karibu sana na watoto wao na kuwapa mwongozo mzuri juu ya masomo yao. Natamani sana siku moja nikutane na Ashura, nimweleze jinsi maneno yake yalivyobadilisha maisha yangu kitaaluma.